Bana, kwenye noma kunazidi kuchangamka. Leo tunaona Kaniki ni kama wameanza kupendana na Suzi. Yaani Suzi ameanza kuonyesha ka design fulani hivi, ni kama vile ameanza kumuelewa Kaniki ambaye ni mdogo wake na Chioma. Huku kwa upande wa Nadia, anatamani sana angekuwa kwenye maisha mazuri, angekuwa kwenye ndoa yeye pamoja na Tony, na anamshirikisha mama yake, lakini mama yake anamwambia ya kwamba ukimaliza kuota basi rudi chumbani uende ukalale, alafu utarudi tuendelee kupiga story. Huku klabu tunamuona Salma bado amemkataa Nawanda, lakini alikuwa amepigiwa Boniventure na amefika sasa. Lakini baada ya kufika tu Saidi alipomuona akasema, "Hey Mr. Boniventure." Na baada ya Nawanda kumuona akasema yule si alikuwa ni mjomba wake. Lakini baada ya hapo Adamu alimwambia kwamba umesikia waliongea kwamba mume wake amepigiwa simu na anakuja, na ndo unamuona huyo hapo amefika. Hapo kuna kanamna. Basi Nawanda akaondoka na kumfikia Boniventure akamsalimia, "Shikamoo mjomba," huku akiwa anamchekea kwa madharau. Lakini baada ya hapo akampa makavu, akamwambia kwamba mlikuwa mnanichezea mchezo konye, kumbe mko kwenye mahusiano alafu mnajidai kama vile hamna chochote kinachoendelea kati yenu. Na baada ya hapo basi aliwaacha waondoke, lakini alishika chupa na mtu amepigwa chupa hapa leo. Siku ya leo nataka kujua nani ambaye amepigwa chupa. Endelea kufuatilia chaneli hii pendwa kabisa ya Invisible Identity. Huku upande wa Tony anafikisha taarifa kwa Wendy mke wake, na anamwambia kwamba kuna mambo mengi sana hatuyajui kuhusu Nawanda, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo Nawanda anavipitia. Sisi wengine wote bado hatujui ni nini ambacho kinaendelea kwa sababu ya tukio lile ambalo lilikuwa limetokea klabu.